ulikuwa ni mpango mkubwa na mkakati mkubwa sana kwenye dini. Najua wafia dini watanichukia hapa, lakini huu ndio ukweli. Mmoja kati ya mkakati mkubwa walioanzisha hizi dini ni kujaribu kuwaweka sehemu moja, mtulie na mkae hapo, subiri kuku ama yai itatotoa kuku, kuku naye atatotoa nini. Kwa hiyo ukija kuangalia hapa kwenye ulimwengu wa roho, nimesema achana kitu kinaitwa dini. Africa wake up. Moja kati ya mkakati ambao nataka niueleze ni wa Afrika waamke, kwa sababu dini ndio zimetuchelewesha mpaka wa leo tunaendelea kuwa masikini, mpaka wa leo tunasoma vitabu tunasubiri Yesu arudi, wenzetu wanatengeneza ndege. Yesu arudi, wenzetu wanaendelea na maendeleo. Yesu arudi, wenzetu wanafanya maendeleo makubwa, tunasubiri arudi. Atarudi kwa namna gani? Miaka 2000 na hatujaona hata siku moja ananyoosha mkono anasema jamani nisubiri kama dakika 10 au miaka kadhaa. Hapa ndio tumekuwa broke, tumefungwa. Na wafia dini hapo utasikia. No. Utakufa vibaya sana. Utakufa vibaya. Aliyekufa vizuri ni nani? Aliyekufa kwenye hii dimension vizuri ni nani? Kwa sababu wengi wanafikiria dini, kwenye dini ndio kuna Mungu, lakini Mungu yupo. Mungu aliyopo ni universal. Universal imeigawanya. Hakuna Mungu aliyoko mbinguni. Kama yuko mbinguni basi kusingekuwa na ardhi. Sasa sheria inasema kama kilicho juu ndicho kilicho chini. Basi kama yuko juu na hata aliyeko chini pia ni Mungu. Hapa tulipo sisi tunaishi kwenye 3D, free dimension, ambapo kazi yetu kubwa, watu wa Matrix wanasema tunatengeneza mzunguko. Kazi yetu kubwa hapa ni kuwa hapa, tutoke tujifunze, tuondoke hapa, tuende sehemu fulani. Lakini tukiamua kuacha, tunaamua kuachana na maumbo. Tunaacha umbo hili kesho. Ndio maana sisi wana masoneo wanasema tunachohofia kuhusu kufa. Hakuna mtu anayekufa. Inayokufa ni mwili ambao ni umbo tu, naamua kuhama hapa na kwenda kwenye umbo lingine. Kwa hiyo unapozungumzia Mungu, watu wametiwa hofu kwamba Mungu atakuhukumu, atakuchoma moto. Sasa kama haja kuchoma moto ukiwa kwenye umbo hili, kwenye roho atakuchoma moto. Mungu jamani jificheni. That's a history. Ni mpangilio wa watu fulani kutuficha akili tusiwe na maendeleo.